la Bwana libarikiwe. Amen. Hebu tusome tena kwa ajili ya wale wanaoungana nasi kwa mara ya kwanza leo. Mke wangu yuko hapa, Lucy, na ndugu yangu Gwamaka yuko hapa, na Mungu pia yuko hapa, na kwa hivyo tuko sawa kabisa. Bwana asifiwe sana. Amen. Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari wa 42 mpaka 47, maandiko yanasema, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja ama hitaji. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Bwana alibariki neno lake. Jamani, Bwana alibariki neno lake. Wote watu wa 3120 waliishi katika fundisho, katika ushirika, katika kumega mkate na katika kusali. Pia walishughulikia swala la ubinafsi, ikawa hawana ubinafsi kabisa. Waliangalia aliyekuwa na shida, walijinyima ili katikati yao asionekane aliyekuwa juu sana kushinda wengine, aliyekuwa na mali zaidi kushinda wengine. Maandiko yanasema ilionekana katikati yao ni kama hapakuwepo na yeyote aliyekuwa na shida, kwa sababu waliokuwa na vingi walikwenda wakauza wakaleta ili kuweza kuwa msaada kwa wengine. Sio hivyo peke yake, hawa watu walisukumwa ama waliendeshwa na moyo wa ukarimu. Mbali na kula pamoja kwa furaha, mbali na kumega mkate nyumba kwa nyumba na kutoka nyumba nyingine mpaka nyingine wakifanya ushirika, jambo la mwisho hapa kuu ambalo linatajwa, ambalo nitakuonyesha mbinu ambayo Mungu pia anaitumia kulijenga kanisa lake. Kanisa la wakati huo waliwapendeza watu wote. Anarudia tena jamani, jambo ambalo ni zuri likitajwa unasema amen.